Mimi natamani nifike viwango vya juu vya uimbaji. Kwenye mazoezi afiki. Sijui kama unaelewa kwamba huyu mtu hawezi kufika hivyo viwango Ila kwenye maombi akichelewa na kuchelewa kwake unasikia, "Oh Baba, wale wainuao na sisi ndio wale tupigiwa na Bwana." Ulimuinua, anaanza kudownload material, kuangalizia. Ulimuinua Daudi. Daudi alikuwa kama wewe. Daudi anakuambia neno moja nimelitaka, nalo ndilo nalo litafuta. Nikae nyumbani mwa Bwana siku zote za maisha yangu, ni utafakari uzuri wako, na ikiwa wewe utanisitiri bandani mwako. Sijui unaelewa vizuri? Akae siku zote. Wewe unakaa Jumapili tu. Mlokole akipangilia mauti, nitayainua macho yangu niitazame milima. Milima ya wapi unaitazama wewe? Upo sokoni kila siku pale mjini. Kwa kuna mambo kumbe ni nini? Kabla ya kuanza kunukua hayo mambo, je, una uwezo wa kujua wale unaowanukuu wewe walikuwa kama wewe? Bwana uliyashusha moto kipindi cha Elia. Nabii upo na panki zako mpaka huko umepiga na wewe chap mpaka huko. Undaka moto ushuke. Elia hiyo saluni alikuwa anaijua. Jitu limeamua kuhamia milimani, linaishi huko milimani. Huko naona unafiki. Anaishi milimani. Anakaa milimani tu usiku na mchana. Akitokea mtaani hivi lazima mkimbie, huyu jamaa amefuata nini hapa? Wewe uko na bukta lako, mvaa suti ya kitenge. Moto kama wa Elia, moto unashuka hivi hivi. Ndio maana Biblia inasema, Biblia yenyewe inatuambia kwenye kitabu cha Yakobo, Elia alikuwa mwanadamu kama, aliomba kwa nini? Kwa imani. Tena kwa juhudi, ndipo moto ukafanyaje? Ukashuka. Unaamka asubuhi, chai umo, mchana chakula kimo. Kipindi umeshakula chakula, kipindi chakula kinaandaliwa, wewe upo kwenye mtu wa mwembe, unatafuta maembe ya kutanguliza kwanza, maana una wasiwasi na ugali utakaopikwa pale. Utakuwa mdogo. Alafu ufanane na nani? Ushushe moto. Wewe washa moto ule nyumbani kwenu, pika ugali. Sio kushusha ule moto ule wa Elia. Kuna mambo ni matengenezo. Ni nidhamu binafsi. Ndio hiki nakuja pointi ya kwanza hapa, kujitambua mwenyewe, kujitambua. New Planet Media. New Planet Media. Kila unachokifikiria kinawezekana.